nikiwa mbele zenu, nikiwa mchungaji wenu ama askofu wenu. Asinijua jina, naitwa Flora Vienda Michael Adwar, maana jina sana Michael ndio mnaiona kwa M-Pesa. Maana watu wengi waliuliza hiyo jina gani? Mama wa watoto 3, mke mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mmoja. Sema amen. Nashukuru Mungu maana nikijivunia jina hilo kwa sababu yeye ni mwaminifu, anatenda kazi nzuri. Nashukuru kwa mwalimu wetu wa kwanza wa asubuhi. Nashukuru pia kwa mchungaji wetu. Nasema Mungu awatie nguvu na wajaze na zidi kuwatumikia zaidi. Naenda kwa upesi katika kitabu cha Isaya 35 mstari ni wa 4 na wa 5 waliyepata. Tutaenda kwa upole na kisha manabii wangu utatoka pale. Isaya 35 kuanzia mstari wa 4. Maandiko inasema, waambieni walio na moyo wa uhofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu yatakuja na kuokoa ninyi. Na Bwana Yesu abariki maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa kwamba, nataka nizungumzie sana hapa kwa kisasi. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama hauwezi kuwa mtu wa roho wa Mungu, hauwezi kuwa na roho chafu, bali utakuwa na roho nzuri isiyolipisha kisasi. Sema amen. Maana roho inayolipisha kisasi ni roho ambayo ikisha kufa, ni roho ambayo inaweza kunena mambo mabaya yasiyo kuweza kumpendeza Mungu. Maana unapoangalia pale juu ameanza vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anapomalizia mali pale, watu wa Mungu wengi hata tunaposimama katika neno la Mungu, sisi kumaliza na kisasi. Huwa hatumalizi katika neno la Mungu aliyotupatia yeye Kristo. Tunaenda kinyume na maadili yake. Tunaenda kinyume na neno la Mungu. Tunapenda kushutumu, tunapenda kutoa makosa. Hatuendi kulingana na Mungu. Anahitaji mtu wa Mungu akaweze kutembea katika njia ipi? Nabii Isaya alikuwa mtumishi wa Mungu, na mara nyingi alitaka kuona watu wakiona ama wakiingia katika ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu siku zote watu wengi ung'ang'ania. Kuna wale ung'ang'ania na kuna wale ambao wang'ang'ania. Kuna yule ambaye anasema si niliokoka, Mungu anajua niliokoka. Je, matendo yako ni mazuri? Usiwe ni mtu wa kisasi. Usiwe mtu wa kunena yasiyokupendeza. Usiwe mtu asiyetaka kujipanga. Usiwe mtu asiyestahili nyumbani mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hizi vitu Mungu huangalia katika mtu aliyeokoka. Wokovu si jina tu, wapendwa. Wengi sisi wana wokovu ni jina tu, itakupeleka mahali. Jina la wokovu peke yake haliwezi likakupeleka mahali, dada yangu ama ndugu yangu. Ni lazima uwe mtu wa matendo mazuri. Ni lazima uwe mtu wa busara machoni pa Mungu. Mtu anayependa mema, asiyetaka mabaya kwa mwenzie. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo ndio Mungu ambaye anatafuta katika nyumba ya Mungu. Ni nani anayejiunganisha naye? Ni nani anayetembea na Mwenyezi Mungu? Watu wengi usahau neno la Mungu. Maana siku zote mimi hukumbuka jambo moja.
Na katika jambo hili ninapolikumbuka, na ndiyo hiyo inanifanya ya kwamba niweze kusimama ni kwa ajili ya neno la Mungu na kuzidi kusonga mbele, ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Ni kwa nini nalikumbuka jambo hili? Nalikumbuka ni kwa sababu ya yeye mwenyewe aliponinenea siku na kanipa ujumbe na kaniambia, ondoka, nimekutuma mahali pawili. Na nikaja nikafika, na hakika nikakutana na Mungu na nikaona ametenda kazi yake, na nikaona mahali pale nimeendelea. Hunipa moyo zaidi na kunipa tumaini hili ya kwamba alilolinena na wakati ile ndio lile neno bado liko hata leo. Anazidi kulitenda na anazidi nami nazidi kulifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Maana ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Anapokuahidi jambo lolote, kama wewe mhuduma, kama wewe mshirika, kama wewe kondori ya mali hapa, anapokuahidi neno la Mungu huwa halivunjiki, lazima atalitimiza. Sema amen. Maana aliponiahidia na akaniahidi na nikaona ametenda, nikaona mkono wa Mungu unafanya kazi, na nikaona kuna mahali ambapo anazidi kunisongesha, na siwezi kufurahia ya kwamba leo hii nimalize huduma kwa hasira, leo hii nimalize huduma kwa vidole kunyosha na kunena yale ambaye sio mazuri. Lile aliloliwacha la kwanza ndio inazidi ya kwamba ukalitembelee nalo na kufanya kazi ya Mungu jinsi alikuagiza na jinsi amekuita wewe. Huwa nasikia uchungu ninapoona mtu analiwacha maagizo ya Mungu, kuacha njia ya Mungu, halafu nasema niliokoka, mimi niko sawa. Kuna vitu haviko sawa, lazima uvirejelee katika neno la msalaba ambaye ni ya Mwenyezi Mungu. Hebu niongezee mstari wa 6. Ndipo mtu aliyekilema atarukaruka kama kolongo, na ulimi wake aliyebubu ataimba. Maana katika nyika maji yatabumbujika na vijito jangwani. Hii itakuwa ni mahali ambapo umesimama, ni kwa sababu ya neno la Mungu. Hautakuwa na ugumu wowote, kazi ya Mungu itakuwa nyepesi kwako. Mpendwa, utarukaruka kama ndama. Utafurahia kazi ya matunda yako, utafurahia kazi unayofanya ya wokovu wako, utafurahia jinsi unavyotembea katika neno la Mungu. Itakuwa ni furaha na ushuhuda ulio wa ajabu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusimama, baada ya kutenda, baada ya kujiwachilia, itakuwa ni ushuhuda, itakuwa kuniburuka kama jinsi leo niko mahali hapa. Ninaruka kwa ajili ya Yesu Kristo, maana mahali aliponiahidi na mahali aliponituma na kazi aliyotaka nifanye, mimi nimekisha fanya. Ushuhuda upo, kuna kurukaruka, kuna kujivunia Yesu Kristo. Ni kwa sababu anatekeleza na ni kwa sababu anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kazi ya Mungu baada ya kutembea na kumshika Mungu. Sema amen. Lazima kuwe na ushuhuda, lazima kuwe na kurukaruka, lazima kuwe na busara. Sema amen. Ndiposa wokovu wako ufurahie. Lazima iwe na kitu kile ambacho Bwana amekifanya. Sema amen. Haleluya. Hawezi kusema ya kwamba inatoka nenda mali fulani. Yesu atakwambia wewe wa roho haujaambiwa. Wangoje sauti ya Mungu akwambie. Na atakapokuambia anakuwa amemaanisha. Kuna kazi ambayo Mungu amewachilia ndani mwako, lakini umechukua hiyo taa umeweka. Unasema ya kwamba ni kwa sababu dhambi zimezidi, ni kwa sababu nimesemwa sana, ama ni kwa sababu ya jambo fulani. Ninakwambia ondoka mahali pale. Ni wewe mwenye kurudi katika ukuta na kumlilia Mwenyezi Mungu na kutoa shuhuda zako mahali pale, jinsi umefanya na jinsi umetenda. Umerudi kinyuma, mwambie Mungu akuoshe, Mungu akutakase. Usije mwisho
ukakosa kuruka kama ndama, na kazi ambayo umefanya, uende umekuwa ukiruka, uende umekuwa ukitenda kazi, lakini ukamaliza vibaya. Ni vizuri tumrudie Mungu katika wokovu wetu. Sema amen. Tusijiite jina tu ya kwamba tumeokoka, lakini ndani mwetu wokovu hamna. Tusiseme tumekombolewa kwa Yesu, lakini ndani mwetu hata ushuhuda wa wokovu hamna. Turudi katika neno la Mungu. Huu ni wakati wa mwisho. Alisema mtayaona mengi yakifanyika. Sijui dada yangu, ndugu yangu, mpaka hivi leo ni jambo gani uchukue kwa Mungu? Ni Biblia unaibeba tu, lakini uelewi jinsi vile Mungu anavyosema. Wengine tunaisoma tu kama ndogo, wengine tunaisoma kama gazeti, wengine tunaisoma tu vile tunavyotaka, lakini hatuwezi kuyaguza na kuyashika yaliyomo ndani ya neno hili. Sema amen. Unapata mtu wa Mungu anasema ya kwamba mimi nikipata kisu nitakuua, mimi nikipata panga nitakukata, mimi nikikukuta kwa njia nitakuchoma na asili. Hiyo sio wokovu, mtu wa Mungu. Wokovu ni kuvumilia, wokovu ni msamaha, wokovu ni kunyenyekea, wokovu ni kumtumainia. Ndiposa uruke kama ndama, wa mtu wa kujikubali, uwe wa kujielewa. Wewe ni nani siku ya leo? Mimi ni kondoo wa Mungu, ninastahili kutembea mahali pasafi. Nisiwe mtu wa kunung'unika, nisiwe mtu wa kutoa makosa, nisiwe mtu wa kunena yasiyompendeza Mungu. Basi Mungu anatafuta mtu huyo ili aweze kutembea naye, ili aweze kusimama naye. Neno la Mungu, wapendwa, ni nzito, si rahisi kama sisi vile tunavyolichukulia. Ifungulie katika kitabu cha Tito 3 mstari mdogo ni wa 12 peke yake. Naomba tuzimeni stima. Tito, Tito. Tito 3 mstari ni wa 12. Wakati nitakapomtuma Artema kwako au Tikiko, jitahidi kuja kwangu huku nikiponi, kwa maana huku nimekusudia kukaa wakati wa baridi. Bwana Yesu asifiwe. Baridi ni zile dhambi unazozishiriki. Wakati Mungu atakutumia mtu, atatuma mtumishi wa Mungu, huenda ni yule dada, ni yule mzee, atakukuta ukiwa katika hali ya uzito ndani. Ndio hiyo baridi ambayo utakuwa unaiona. Kuna mambo ambayo yatakuwa ndani mwako mazito, lakini huyu dada, huyu ndugu, watumishi wa Mungu watakukujia, na katika hali ya kusemezana nawe, ile baridi iliyo ndani mwako itakuondokea, ile uzito iliyo ndani mwako itakuondokea. Ni kwa sababu umezungumza na mtu wa Mungu. Kuna mambo fulani yamekusaidia. Basi wewe anza kuchukua nafasi ya maombi na kumwambia Mungu, ni asante, umenitumia mtumishi wa Mungu, ni kwa ajili ya mambo niliyokuwa nayo mazito, lakini Bwana Yesu umeniondolea. Nataka nitende katika njia iliyo yako. Nataka niwachane na vitu vyote vya kale. Nataka nikautazame msalaba. Nataka kusikiliza sauti yako Mungu, ili nikaweze kuwa mtu subavu machoni pako, Bwana wa Mungu, katika hali ya unyenyekevu. Bwana Yesu, nikawe mmoja hali wa kunyenyekea, ni kwa ajili ya jina lako Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ni nzuri, tukilishika na kutembea nalo. Sema amen. Si kwa kunung'unika, mtu wa Mungu, si kwa kutoa makosa, bali kwa kuenda jinsi vile Mungu anavyohitaji. Maana neno la Mungu linasema katika kitabu cha Hosea, watu wangu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa ya Mungu. Tunapokosa maarifa ya Mungu, hata utukufu wa wokovu unatoka ndani mwetu. Unakuwa ni mtu upo tu, lakini neno la Bwana likisha toka ndani mwako, unabakia tu jinsi ulivyo, na unajiona ukiwa sawa.
Mtu wa Mungu, rudieni Mungu. Ni wakati wa kumrudia Mungu, si wakati wa kuangalia shida ulizo nazo. Ni wakati wa kumwambia Bwana, nimetosha. Nimejiita kwa wokovu miaka nyingi, lakini sitembei kama wokovu. Matendo yangu ni mabaya, siwezi nikaruka kama ndama. Vitu vimenifinya maisha yangu, ninapotaka kuinuka siwezi kusonga, maana nimewekwa kama stika chini, nimewekwa kama kitu kilichowekwa, hakiwezi kusonga mahali. Mambo yangu yamekuwa ni mazito, napangalia upande zote magharibi, hakuna mahali ninaweza kufika, siwezi kuruka mahali popote. Mungu anataka siku ya leo ujiachilie ndani ya moyo wako, ukasimame ndani ya wokovu wako, ikawa ni wokovu wa kumrukia Mungu, wokovu wa maana, wokovu wa busara, wokovu wa vitendo, wokovu wa imani. Bwana Yesu asifiwe.